endelea kabisa swala zima la amani na utulivu katika nchi yetu. Haitusaidii kabisa. Hakuna popote tutakapobakia salama kama amani na utulivu haupo katika nchi. Leo tumefika hapa Zanzibar, nataka niwashukuru sana ndugu zangu wa ACT Wazalendo kufikia maamuzi mpaka afikia pahala wakakubaliana tukaingia kwenye uchaguzi kwa salama na amani. Kuna mtu atashindwa na mwingine anashinda, tukubali, alishindwa anashinda, tuendelee na shughuli. Hakuna mtu yote atakayebaki salama hata akisema ameshinda wakati kuna ugomvi ndani ya taifa. Lazima tukubali kabisa, kuna kupata na kukosa, kuna kukubali na kutokubaliwa, lakini by the end of the day swala zima la amani na utulivu katika nchi ni lazima. Hili ni jambo moja ambalo naliomba sana ndugu waandishi wa habari, kila pahala mtakaposikia kuna cheche ni kidogo tu ya uvunjaji wa amani, tulipigie kelele sana. Tusilikubali, tukupa fursa hata kidogo. Wananchi hawataki ugomvi. Na mimi nimeshuhudia katika uchaguzi huu, pamoja na kelele zote, magari uliyoona ya mwanzo ya jeshi na kadhalika, watu waliposhajua tu kama swala la amani, wamekaa, majeshi wamekaa na wananchi wakafanya shughuli zao. Ndio bahati nzuri nikawaeleza experience yangu ya mambo ya ndani. Nikamwambia hivi, nimekaa mambo ya ndani miaka 7. Polisi ukimwambia unakuja kunikupia, lazima achukue hatua. Maana kazi yake ya kwanza ni kuzuia. Sasa anapozuia hana kosa. Maana ndio kazi yake. Likitokea anaumia sana kwa nini limetokea siweza kuzuia. Sasa anapozuia anazama, huyu anasema anakuja kupiga. Anatumia silaha gani? Anatumia mbinu gani? Yeye lazima atafakari yote haya. Asipotafakari akajua kinachoendelea mbele safari atakuwa amefanya kosa. Same as jeshi kusema nakuja ndani ya nchi, kazi yake ni kulinda mipaka ya nchi na kulinda raia wake. Lazima achukue hatua to the maximum kuhakikisha hilo jambo halitokei. Nikamwambia hili jifunzeni. Kwa nini mwatokonye? Kwa nini mwambie kama mimi nitafanya kitu fulani? Na sisi tulikuwa zamani kwenye kafu tukisema hivi, nataka kuandamana usemi bwana. Unapitia barabarani tu. Na ukisema tena aibu shatoka usio? Hamfanyi hivyo. Sasa kama umesema wenzako atachukua hatua kwa sababu radhi yao ni nyinyi ni kikundi kidogo, lazima walinde jamii kubwa. Unailindaje jamii kubwa kama hujachukua hatua za msingi? Na hili lazima tulifahamu. Kwa hiyo kusema huyu lakini je, huyu mwingine wa barabarani anayefanya shughuli zake naye hana haki? Kwa hivyo wao kazi yao ni kuangalia upana wa jamii ukoje. Lipi jamii wanataka, lipi halitaki. Hili ndio jambo la msingi. Ningeomba sana tulizingatie sisi wanasiasa na raia kwa jumla. Tusiwachokoze kwa sababu kazi yao kubwa ni kuweka amani na utulivu. Ikishindikana hapo inabidi watumie nguvu za ziada kuhakikisha hiyo amani na utulivu inapatikana. Mimi naomba kwamba hiyo ni experience kabisa ninayo. Nimeishi nayo. Si kwamba kitu amana kifanya na bahatisha. Ni kitu nakijua kabisa. Ukiwachokoza watachokozeka, lakini watahakikisha nchi inabaki salama. Ndio roli yao, ndio kiapo chao.